Kivuli kilichonifuata part 2. Nilijaribu kusimama. Miguu yangu ilikataa kunitii. Kivuli kilikuwa kimenisogelea hadi pembeni ya kitanda. Hakikugusa mwili wangu, lakini baridi yake ilipenya ndani ya mifupa hadi moyo. Ndani ya kichwa changu nikasikia sauti. Sio kwa masikio. Ndani kabisa ya mawazo yangu. Umenisahau, Rexy. Nilishika kichwa changu kwa nguvu. Hapana, sikujui, nilipiga kelele kimoyomoyo. Ghafla kumbukumbu zilianza kunijia kama radi. Niliona mimi nikiwa mtoto mdogo. Kijijini usiku. Moto mkubwa ulikuwa ukiteketeza nyumba moja ya udongo. Nilimsikia mama yangu akipiga kelele. Nikaona watu wakikimbia. Na pale pembeni ya moto, niliona kivuli hicho hicho. Ndipo nikakumbuka. Siku ile kulikuwa na mtoto aliyepaswa kufa, lakini hakufa. Ni mimi. Kivuli kikacheka. Kicheko kizito cha huzuni na hasira kwa wakati mmoja. Nilikuokoa. Na sasa ni wakati wako unirudishie kilicho changu. Unataka nini? Niliuliza kwa sauti inayotetemeka. Mwanga wote wa chumba ukazimika. Giza likawa zito kana kwamba lina uzito. Ndipo nikasikia mlango wa nyumba ukifunguliwa kwa kishindo. Sauti ya mwanamke ikaita kwa nje. Rexy, toka nje sasa. Niliitambua mara moja. Ilikuwa sauti ya Mama Rehema. Kivuli kikakaribia zaidi, kikasema kwa sauti ya kunong'ona. Ukifanya uchaguzi mbaya, utabaki binadamu. Mlango wa chumba ukafunguka wenyewe. Nikiwa katikati ya hofu na ukweli. Ilibidi nichague. Nimfuate Mama Rehema nje, au nibaki na kivuli kilicho ndani yangu. Na hapo ndipo nikagundua. Usiku huu mmoja wetu lazima afe. Mwisho wa part 2. Ili kupata part 3, tafadhali acha comment yako hapo chini. Asanteni sana kwa kuwa nasi.